Ya sasa, kama umekuwa ukiulizwa swali kwamba namna gani unaweza kutofautisha ya kwenye supplier ambaye ni mwizi na supplier ambaye sio ni mwizi, sawa, au sio mwizi, sawa. Ya kwenye application yetu ya Alibaba, ya sio kwamba hamna masupplier ambao ni wezi. Masupplier ambao ni wezi wapo, ndio maana tunajifunza. Laiti kungekuwa hamna masupplier ambao sio wezi, tusingekuwa tunajifunza. Kila mtu angekuwa na uwezo wa kuweza kuagiza kuagiza bidhaa. Sasa ipo hivi, baada ya kuselect bidhaa ambayo unahitaji, sawa. For instance, labda nimeamua kuselect ya bidhaa hii hapa, sawa. Bidhaa mimi nahitaji bidhaa hii hapa, sawa. Sasa kwenye bidhaa ambayo nahitaji kuangalia kwamba huyu mfanya biashara ambaye anauza bidhaa inaweza kufanya naye biashara, sawa. Sasa kitu pekee ambacho nakiangalia hapa, kwa sababu kuna viashiria au kuna vigezo vingi ambavyo tunaviangalia ambavyo vitashawishi sisi au wewe kuweza kufanya naye biashara. Miongoni mwa kigezo namba 1, watu tunakuja kwenye sehemu iliyoandikwa review, sawa. Tunakuja hapa kuangalia sehemu iliyoandikwa review. Umeona hii review, kuna aka mshale hapo, na ukiangalia kwa makini hapa unaona swali review ipo ngapi. Kwenye hapa ni 13,603. Kuna product review hapa ni 13, ni 40. Sasa tukishaingia hapa tutakutana na maelezo ya watu ambao wamekwisha nunua bidhaa kutoka kwa huyu supplier. Hapo namaanisha nini? Kwamba baada ya watu kutoka mataifa mbalimbali kununua bidhaa kutoka kwa huyu supplier, huwa wanarudisha feedback, huwa wanatoa testimony kwa wote hawa ni mabuyers, watu ambao wanunua bidhaa kupitia kwa supplier kutoka mataifa mbalimbali. Kwa huyu supplier kwa hizo comment zao unakuwa unazisoma hizo comments, unazilike kuchimba kuzisoma, unazisoma. Kwa ukiangalia huyu supplier ambaye wanamsifia vizuri, hata usiposoma ukiangalia hizi nyota, kwa sababu hizi nyota zina grade za max. Kwa mfano ukiweka hizi nyota 5, maana yake ni excellent supplier ambaye anafanya vizuri sana. Sasa kwenye hapo mfumo ndio umekaa hivyo. Kwa hiyo kama ukihitaji kuweza kuangalia supplier ambaye ni sahihi, hiki ni miongoni mwa kiashiria ambacho kitakuwezesha wewe kuweza kujua kwamba huyu supplier ni supplier ambaye ni sahihi, hawezi kukufanyia utapeli yoyote, kwa sababu wewe sio mtu wa kwanza kuweza kufanya naye biashara, sawa. Kuna maelfu ya watu au kuna watu wengi ambao wameshafanya naye biashara. So if you need more content like that or like this, ni follow YouTube my channel inaitwa Sir Luqman's, utapata content kama hizi. Follow, usisite kusubscribe pindi ambapo tuna post new content, ili uweze kupata notifications kwa ajili ya kujifunza namna kuagiza bidhaa kutoka taifa la China kwa kutumia simu janja yako. Kwa hiyo tunazoona hizi ni lot of testimonies, sawa. Hizi ni lot of testimonies. Kwa kuna bidhaa nyingi afu na bei yake ni vile simple sana, sawa. Mfano wanahitaji mikoba, pia kuna mikoba hii bei yake unaiona hapo kwa kilo hapa na kuonyesha
kwa kilo ni shilingi 10,000. Kuna bidi uanzie kilo either hapo, huko anauza kwa kilo. Mikoba ni hii hapo ya kuwekea mixer. Kuna mikoba so kuna vipochi kwa kilo ni shilingi 10,000. Ni 10,300, ila ukiomba kwa 10,000 mnafanya negotiation, sio mbaya. Kwa hapo hata kama ungechukua mzigo wako 2,500, ukija lako lazima itoke. Kwa kuna vitu vingi sana. So content nisifanye kuwa ndefu sana, ila kitu ambacho sikuwa nakizungumzia leo ni kuhusiana na swala la reviews. Thanks.